Sasa katika likizo hii jitahidi kufanya mambo hayo matatu ili kuweza kumsaidia kujenga comprehension skills. Moja, anza kwa kusoma na mtoto. Soma naye. Unajua kusoma na mtoto sio mambo ya kizungu tu. Kaa chini, soma na mtoto wako. Katika safari yako ya kusoma jaribu kumuuliza, unaona nini? Unadhani nini kitafuata? Hivi jaribu kumuuliza maswali ya kujenga hisia kwamba awe na shauku, nini kitatokea? Yeye amefanya nini? Kwa nini wewe amefanya vile? Kwa hiyo itasaidia yeye kujenga na kuweza kuconnect story aliyosoma na kitu ambacho anatakiwa kitakachotokea baadaye. Kitu cha pili, mpe avae uhusika. Mwambie ajaribu kutafuta character katika kile kitabu ambayo anampenda. Kwamba labda amempenda character fulani. Ajaribu kuvaa uhusika ili aweze kurelate story aliyosoma na huyo mhusika. Hiyo itamsaidia pia kuweza kuconnect dots, aweze kujua yule character alifanya kitu gani. Na hii itamsaidia. Pia ukiona vipi, mwachie kitabu asubuhi, ukirudi jioni muulize, leo ulisoma nini? Umefanya nini? Character amefanyaje? Kwa hiyo pia inamsaidia kujenga connection katika kitabu alichokisoma na character, pamoja na yeye kuweza sasa kuvavadua ni nini amesoma. Kitu cha tatu, jaribu kumpa kazi. Sio sasa umeondoka kisa iko likizo, kuanzia asubuhi mpaka jioni umemwachia TV. Hapana, jaribu kumpa kazi kwamba mwachie kitabu kimoja, asome hata peji 2 au 3, baadaye aandike kile alichokisoma. Kingine, jaribu kumwambia akuandikie kila kitu alichokifanya kuanzia asubuhi mpaka jioni. Aliamka, akafanya nini? Akanywa chai, alipokunywa chai nini kilifuata? Hiyo itamsaidia kuweza kujenga na kumsaidia katika swala lake lote la uandishi. Kwa hiyo jaribu kufanya haya mambo matatu taratibu, bila pressure ndugu mzazi, na kukumbusha, na wala usiwe na expectation sana. Jaribu mdogo mdogo tu, uone kwamba katika kipindi hichi cha likizo unaweza kumsaidia mtoto wako katika dakika 10 au 15 kumtoa hatua moja kwenda hatua nyingine katika swala zima la reading and comprehension.